Why are we saying Ruto is one term? Why? Ameharibu masomo, si ndio? Masomo tulipewa ya bure na Mwai Kibaki, ameharibu hajaribu. Mambo ya matibabu alileta mnyama anaitwa SHA. Inafanya kazi? Baba askofu hapa ameomba sisi. Amesema ako na shida, mtoto ya kwake ako na shida ya bill kwa sababu SHA is not working. Sasa wewe Kasongo nasema SHA is working. Archbishop ameongea hapa kanisani, ambaye amemwagiliwa mafuta, ako hapa madhabahu, anasema SHA is not. And I think viongozi lazima tutamsaidia baba askofu. Nikiwa tu hapa ujue SHA is not working. Tukicheza hapa, mama moja amepenya hapo security, ameletea mimi card. Now you know that is a situation across the country. Ruto na Duale wanasema SHA is working. Lakini katika kila kijiji Saturday and Sunday ni harambe ya pesa ya bill. Kweli ama uongo? So mama moja ameletea kadi hapa. Sema Honorable Rigathi Gachagua, we humbly invite you to a fundraising ceremony to raise 4,168,000 in need of support of our daughter Rebecca, who urgently needs a cochlear implant in brackets head surgery at Nairobi Hospital. Rebecca has been battling inner ear damage on her right ear and a large growth located in the inner cornea eye, which has greatly affected her health and quality of life. The condition has progressively worn out her right side ear and left her unable to hear, making the surgery critical and life-changing. The fundraising ceremony will be held. Sasa, this is the reality of what is happening in the country. So Kasongo ni muongo wakiwa na Duale. Wanasema SHA is working. Kila weekend ni hara? Siko namna hiyo? So mtusaidie tufukuze hii jamaa. Mtatusaidia? Yeah? Finally, sisi tulifanya makosa na mnisamehe. Tulikuwa natafuta kiongozi, tukachagua mfanyabiashara. Huyu sasa amenyang'anya wa biashara wote biashara Kenya. Ako kwa kila sekta ya biashara. One, ameingia manufacturing. Ako na kampuni mbili, manufacturing steel. Amenunua Baburi Cement. Amenunua kampuni ya tiles. Na ndio ameweka very heavy tax on imported tiles. Ndio kampuni yake iuze tiles yote katika Jamhuri ya Kenya. Chuma, simiti na tiles ndio anasukumia sisi affordable housing kwa sababu ndio anauza chuma na simiti na tiles. Wafanyabiashara wote walikuwa manufacturing ya cement, steel, tiles, amewaua. Ametoka hapo ameingilia medical business. Saa hii anajenga, anataka kuchukua Nairobi Hospital. Ile hospitali ya kifahari. Jana all the board members of Nairobi Hospital wamekamatwa. Wamekuwa wakisukumwa wabadilishe sheria ndio Kasongo achukue Nairobi Hospital, wakakataa. So polisi wametumika, wamekuwa rounded up wote. Wamefunguliwa different police stations, watashtakiwa kesho na mashtaka ya uongo, ndio walazimishwe wajiuzuru, waweke bodi mpya, ndio William Ruto achukue Nairobi Hospital ikiwa hospitali yake. Yeah? Nairobi West Hospital ni yake. Na ndio aliua ile hospitali ya Mishra, ndio yake ivume. Ameingia biashara ya insurance. The police insurance scheme ni yake. Ile insurance scheme ya civil servants ni yake. Ako kwa insurance. Anajenga university in Eldoret. So anataka kuua Moi University, ndio university yake ipate watoto. Ametoka hapo, aliingilia mambo ya Fuliza. Fuliza ni yake. Alichukua kutoka Safaricom. Ametoka hapo, amechukua E-Citizen. Ako na 80% shares ya E-Citizen.
Ametoka hapo mambo ya hospitality, mahoteli. Ameweka mahoteli Taveta, Mombasa, Amboseli, Samburu National Park, kule Mara, Masai Mara, hata amefuga mto ile wanyama wanapitia. Kazi yote ya conferences and seminars and workshops ya serikali inapelekwa hoteli yake ya Weston. Ametoka hapo, ameingilia mambo ya banking. Amenunua benki inaitwa Sidian, ambaye pesa yote ya housing, affordable housing, pesa ya SHA, County Government of Nairobi, ametoa hiyo pesa yote kwa KCB na National Bank. Hiyo bank every day inatengeneza milioni. Na nia yake ni kupeleka pesa yote ya serikali Sidian Bank, ndio auwe benki zote za serikali, ikuwe benki yake ndio imesimama. Ametoka hapo, ameingilia biashara. Hoteli ya Tuju amenunua kupitia watu yake akina Chebet. Jana polisi wameenda pale, unajua wanasema hata punda ukipaka rangi ya zebra, saa ya kulia italia nini? Na ndio huyo Kaso? Ndio. Unajua tulikuwa tunafikiria hata punda ukipaka rangi ya pundamilia, saa ya kulia atalia kinini? Haya, pale huyu Raphael Tuju, hiyo hoteli amenunua through proxies. Pale iko Land Rovers, Land Cruiser 50 na askari. Who else can send 50 Land Cruiser to evict somebody from his premise? Si ni Kasongo peke yake? Na mimi nimeona Wajaluo pale wanalia. Nyinyi Wajaluo, simuulize sisi. Munalia hapo, oh sijui broad base, sijui two term. By the time Kasongo atamalizana na nyinyi, mtauliza sisi wa Kikuyu. Sasa hoteli ya mtu wenu Mjaluo mwenzenu amechukua na anasema muko pamoja. Polisi wamejaa pale, wamefukuza Tuju. Nyinyi hamjui Kasongo, simuulize sisi. At least Kalonzo walijua hii mtu kuliko sisi. Lakini mimi naendelea kumuongezea makosa ya Kasongo ndio igie kwa kichwa kabisa. Niendelee kumwambia Kalonzo? Nimwambie nisimwambie? Sasa haya, ametoka hapo, ameingia mambo ya ICT equipment. ICT equipment yote amepeleka Kenya Power, kwa sababu mtu ya kabila yake ndio MD, yeye ndiye ana supply ICT equipment yote Kenya. Ametoka hapo, ameingia mambo ya military hardware katika jeshi letu ya nchi kavu, ya maji na ya hewa. All the military hardware Kasongo ndio mwenye kusupply. Wafanyabiashara wote wamefilisika. Ametoka hapo, biashara ya dhahabu anafanya na mtu anaitwa Hemeti, ambaye ni muasi huko Sudan. Sasa dhahabu inaletwa Kenya, inasafishwa, inapelekwa Middle East. Naye anapatia hao buduki, naenda kuua wamama na watoto. Na ndio majani chai ya Kenya imekataliwa kwenda Sudan, kwa sababu Sudan wamesema William Ruto ameingilia mambo ya Sudan. Hiyo haitoshi, ameingilia mambo ya madini, minerals. Amefanya research, kila shamba yote iko na madini amenyakua. So minerals yote ya Kenya ni yake. Ametoka hapo. Ujue hii mtu hatumuelewi. Ameingilia mambo ya importation of sugar and rice. Pale Mwea tuko na shida, Kasongo ameshikana na watu, amelete mchele kutoka nje. Factory ya sukari ya Mumias, ya Nzoia, Chemelil, Muhoroni amenunua. Watu ya Western wameumia. On top of that, amefukuza Wakipsigis kwa shamba, Wakipsigis. Pale inaitwa Angata, pale Kirigoris, anajenga factory ya sukari. From there, ameingilia mambo ya ukulima pia. Shamba ya Egerton University amechukua, analima ngano. Shamba ya Moi University amechukua, analima ngano. So kila kitu kwa hii Kenya, NTSA
amechukua na watoto yake, ameleta formula ya kulipisha fines. Hiyo pia ni biashara yake. Mambo ya mafuta, petroleum, petrol and diesel, yeye ndiye analeta kitu inaitwa G2G. Hata ile iko Turkana amechukua. Lakini ile naaibisha ni ile biashara ya mtu ya kawaida ya matatu pia amechukua. Na watoto wake matatu ya Nairobi wanachukua. So ndio tunasema sasa, huyu mtu akirudi kwa bahati mbaya, mkilete mchezo, mkose kuchukua kura na kujitokeza, atauza Kenya na atafute proxies ajiuzie Kenya. So mjue kura inaanza kuchukuliwa 29th. Mjiandikishe. Kila mtu, watoto wa Gen Z, wa mama, wazee, wafanyabiashara, tuamke mapema ili mtu aende nyumbani. Asipoenda, nyinyi mtavaa vinyasa. Na hii Kenya atauza, atajiuzia, atatafuta Wahindi awapatie na ni yake. Sasa biashara zote Kenya imekwisha. He is doing all the businesses in this country. Yesterday, kuna kitu inaitwa Railway City. It's a grant from the British government. Tenda imefanywa. Wahindi wanaitwa China wanaitwa China Railway, wameshinda at 22 billion. Hataki wafanye. Iko kampuni nyingine inaitwa CRBC. Wamequote 29 billion. Difference of 7 billion. Ameambia Kenya Railways patia wale ya 29 billion, not 22 billion. Ndio hii bilioni 7 atumie kwa uchaguzi. Hawa ya 22 billion wameenda appeals tribunal ya procurement. Unajua vile Kasongo wamefanya? Jana asubuhi wote wamesanywa, wamekuwa deported, wamewekwa ndege, wamerudishwa China, ndio hiyo case ikwisha. So we asking the British government, please, there is no way you can agree to give that grant and 7 billion shillings is stolen and taken for Ruto's re-election. We'll be giving more details in the next 2 days to the British Embassy and the Chinese Embassy, because we're asking the Republic of China to protest the deportation of the directors of China Railway by William Ruto and Kipchumba Murkomen, so that they are denied business. Yet they can save the country and the British government 7 billion. So, my dear Mahmoud, huyu ni maigetajo ya mtu. Lakini tutaendelea kueleza nyinyi. Tuendelee kumwambia tusiendelee. Digirie jao digere hau. Tuachie hapo kwa leo. Sasa nataka tukaribishe viongozi waseme jambo. Si ndio? Atiguo. Taka tumualike kiongozi wetu, our principal, our son from Embu, the former Attorney General and Speaker of the National Assembly, the Honorable Justin